Haujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji wa Sauti Yangu TV. Tunapatikana mashariki mwa Kongo DRC, mkoa wa Kivu ya Kusini, tarafani Fizi, mjini Baraka. Mimi ni Alexander Jimel, wengi wanapendelea sana kuniita kwa jina la Baba Shadu. Makala yako ni Sauti ya Msanii. Leo siko mimi mwenyewe, niko naye mwalikwa wetu hapa, si mwingine ni msanii machachari sana, Bruno Kinyama. Karibu sana ndugu yangu. Na pengine ungekwenda kutambulisha majina yako mwenyewe mbele ya kamera zetu. Kwa majina naitwa Mr. Bruno Kebini Mlambo, mtoto wa mama Yaya Kinyama. Naam, Kinyama. Asante sana. Okay, mapokezi kwanza ya Sauti Yangu TV kwa kukualika hapa unayaonaje? Mazingira yako vizuri kabisa. Mazingira yako vizuri. Naam, okay, najua wewe ni moja kati ya wanamuziki ambao mnafanya R&B, sio? Naam, tofauti na hapa mjini Baraka, sehemu nyingine gani ambayo umeshawahi kufanya kazi ya muziki? Mimi nimeshafanya kazi sehemu tofauti sana. Naam. Nimeshafanya kazi hapa Burundi, nimeshafanyizia kazi Tanzania. Naam. Naam, tofauti na mjini Baraka, huko sehemu zingine kama Burundi, Tanzania ambako ulifanya kazi, uliona utofauti wa kazi ya muziki ikoje? Utofauti uko sana kabisa. Naam. Utofauti uko sana kulingana na mazingira tunayojishika si wasanii. Naam. Wasanii wa nje wanajielewa tofauti na sisi. Yes. Nimeona tofauti kabisa ni mkubwa sana, sababu hapa tunafanya kitu kama michezo. Lakini wenzao wanafanya kama sana ni kazi. Kwa leo hivi utakuja kufanya kazi yako, wanakuja kuona kama ni kitu kia distraction. Hawachukuli kama ni kazi yako. Okay. Na kitu kushikwa na ukubwa ni wewe mwenyewe kitu kwanza unakishika na ukubwa. Okay, wewe ni msanii ambaye kwenye platform nyingi za mtandaoni unaongelewa sana na pengine tungetaka kujua tokea umeanza kazi yako ya muziki mpaka sasa una miaka mingapi? Mimi sijawa muda mrefu kwenye muziki. Sijawa muda mrefu. Naweza kuwa na mwaka na nusu tu. Okay, katika muziki wako ni kipi ambacho umeshawahi kukipata kama faida? Mimi sijawa na faida yoyote sana. Tofauti kwanza na jina. Yaani kujenga jina ndo nimeona kwanza ndo faida ya kwanza, sababu hata kwa leo nikikuwa nikitembea hata mitaani nasikia yani jina langu linakuwa kama ni kelele. Yaani kabisa ni kelele, nikitembea nasikia Kinyama. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini kuhusu fedha nini bado sijafikia hapo. Okay, hapo awali wewe ni msanii ambaye ulijitoa hapa tarafani Fizi, hususan mji wa Baraka, na kujielekeza huko Kempo Haiza TZ kwenda kufanya kazi na msanii maarufu sana julikanaye kwa jina la Nyago Man. Pengine kazi ya wewe na Nyago Man, ni kipi ambacho kilimprove Nyago Man kufanya kazi na wewe? Amependa tu kazi zangu. Amependa kazi zako. Lakini mimi ndo nimemtafuta. Umemtafuta. Ndiyo. Na hivi unaweza kuambia mashabiki kazi hiyo ambayo mmefanya na Nyago Man ina video? Ina video. Ina video. Na pengine kwenye location za video yenu ni changamoto gani ambazo zilikuwepo huko ndani? Pengine mashabiki zako na watazamaji wetu wanaweza kutamani kujua hilo. Najua kama changamoto zikakosa kwenye kazi. Naam. Lakini sio sana. Sio sana. Changamoto ilikuwepo, ilikuwa tu ni moja tatizo ya director. Ile kupishana masaa. Tumepishana masaa tu. Akiniambia wewe wananjoo hapa tutafanya kazi muda fulani, kufika ule muda unatambukia. Ndio changamoto niliyoiona. Okay, pengine Nyago Man kwa kukupokea wewe Bruno Kinyama, msanii kutoka tarafani Fizi, mapokezi ya Nyago Man kwako ilikuwaje? Mapokezi ilikuwa vizuri, lakini kuna tofauti kidogo hapo kaji na mapokezi, sababu mimi ndo nilikuwa ni mwenyeji pale. Mimi ndo nilikuwa mwenyeji. Sababu yeye ndo amekuja akanifuata pale Bujumbura. Akakufuata Bujumbura. Yaani unataka kuamanishia kuwa kazi yenyewe mlifanyia Bujumbura wewe pamoja na Nyago Man. Na mashabiki zako wanaweza kutaka kujua kazi hiyo ambayo mliachia na Nyago Man ilikuwa na title gani labda? Kazi ilikuwa ni kubwa sana. Najua hata watazamaji wale wenyewe wanatufuatiliaga wakiona ile kazi na ukubwa kabisa. Tofauti na hapa Fizi. Okay. Na wewe ni msanii ambaye kwa sasa unaongelewa tetezi hata pia kwa wasanii wenzako, pia hata kwa mashabiki wengine tofauti. Wanaongea kuwa wewe ni msanii mmoja ambaye umejichukulia hadithi ya kuwa na pikipiki yako ya kutembelea. Hivi unaweza kuniambia ni familia ndio imekuchangia ununue pikipiki hiyo ama umeinunua kwa uwezo wako mwenyewe? Brother, mimi
So kusema kama pikipiki imenunuliwa na familia. Mimi napambanaga sana. Napambana sana. Okay. Sio tu pikipiki, hata gari mimi namiliki. Naam. Asante sana. Naona kabisa umekula vitu vikali sana, nikicheki kichwani hapo. Unakula kofia bei gani hiyo kwanza? Kawaida sana, hizo ndo nyambi zangu mzee. Alafu shingoni hapo umevalia cheni moja kubwa sana ya gharama. Bei gani hiyo? Hii hapa imechukua kama 10,000 tu za Kikongomani. Naam, naona kabisa mkononi kuna kitu kizito, saa nzito sana. Pengine wanaweza ukaambia mashabiki zako. Hii ni 100,000 tu, anaijua sana. 100,000 ya Kikongomani. Ni aina gani hiyo? Mimi sijui kwa jina kama wanaita nini, collection. Bani kitu makali sana. Bani niko na Bruno, ndugu mpenzi mtazamaji. Bani ili uwe kwanza kupata video zetu, bonyeza alama ya kengele. Matangazo ya biashara, matangazo ya siasa pamoja na michezo tunakuletea Sauti Yangu TV. Mimi ni Alexander Jimel, wengi wanapendelea sana kuniita kwa jina la Baba Shadu. Baki nasi, usisahau kulike, kucomment, kusubscribe kwenye channel yetu ili uwe kwanza kabisa kupata video zetu. Tuko naye Bruno Kinyama, tunakula story moja kuhusiana na muziki wa nyumbani. Bruno Kinyama, wewe ni msanii ambaye umekwenda kuachia posti ya kusema kuwa umemsaini msanii mpya. Pengine ni uwezo gani ambao umekuprove wewe kwa sasa kumsaini msanii mpya, na wakati tunaona unajipambania mwenyewe na umesema kuwa mziki haulipi, ulikwenda kumsaini huyo msanii mpya kivipi yani? Mimi nitaanza kwanza mwanzo. Unajua kama hapo umesema kama mziki haulipi, mziki unalipa kweli. Yes. Lakini japo sijawa na ile mafanikio kwenye mziki kwa kufikia hatua kulipiwa. Hapo ndo kusema kama mziki hafai nini, haulipi. Na kuhusu swali la msanii, mimi sitaki kuwa mchoyo sana kwenye kazi. Nataka ile kidogo tunasaidizana na mtu mwingine, tunagawanya. Ndio kwa maana mimi nijisikie nimchukue na sio yeye tu. Mwingine anaweza kufanya kazi nzuri yenye kunikosha mimi. Kadri na uwezo wangu nitafanya ile kazi, mimi namuita na msaini, tunafanya kazi. Okay, pengine mashabiki aidha watazamaji wetu wangetaka kujua jina la msanii huyo ambaye ulikwenda kumsaini, na kwenye mwaka huu wa 2026 msanii huyo anaandaa kufanya kazi gani? Msanii kabisa ana kazi nyingi sana. Ana kazi nyingi sana. Kwa jina kwanza anaitwa Richard Village. Najua. Okay, katika kuimba kuna mfumo, kuna R&B na kuna hip hop. Pengine ulimsaini huyo ni msanii ambaye anachezea mfumo gani zaidi? Anafanya R&B. Anafanya R&B. Yaani unasema kuwa huyo Richard unamkubali kabisa? Ni matata sana. Na pengine ungeachia jina la lebo yako, pengine kunaweza kukawa wasanii ambao wanahitaji kabisa kuja kujiunga kwenye lebo yako, wangepata kujua lebo yako ili wapate kukutafuta. Lebo yangu mimi inaitwa BR Music. BR Music. BR Music ikiamaanisha nini labda? Tukisema ile BR pale kuna Bruno Music. Bruno Music. Na pengine Bruno Music naona kabisa katika siku ambazo zinakuja huko mbele tutakwenda kufika katika tarehe 14 ambayo ni siku ambayo inajulikana ulimwenguni mzima kuwa siku kuu ya wapendanao, Red Valentine, na tutakwenda kumpokea msanii kutoka Uvira, si mwingine ni Bellamy Muka. Wewe kwa upande wako kwenye show ya Bellamy Muka, na wewe pia utakuwepo haiza hautokuwepo? Mimi nitawasili pale. Utawasili? Nitawasili pale. Utawasili? Asante sana kwa kuwasili mle ndani. Na pengine kwenye performance zako unaona unajichukulia nafasi gani kwenye performance yako kwenye show? Mimi kusema sio kujitapa. Najua kama hii show mimi nitafanya vikali sana. Vikali sana. Sababu kwanza na nyimbo iko muta. Naahidi kabisa nitafanya vikali sana, tofauti na gisi wananizoea. Na Bruno Kinyama, mwaka wa 2026 kundi la Haiza Label ya BR Music ambayo inajulikana jina maarufu Bruno Music, mashabiki wategemee nini kutoka kwenu? Kwanza mimi nataka kwanza nipambanie nini jina kwanza la label. Najua nataka litambulike, yani tuseme territory ya Fizi mzima na Kongo mzima na hadi mpaka nje. Nataka nipambanie hilo jina. Na kuhusu mashabiki wakae tu tayari, mimi nitakuja kwanza na kitu kizito. Kwanza mimi naanza kwanza na album. Okay, tukitoka hapa nchini Kongo DRC, tarafani Fizi, mji wa Baraka, ni msanii yupi ambaye unamkubali na unakubali kazi zake? Kuanzia hapa manje. Kuanzia hapa kwanza. Kuanzia hapa.
Najikubali kwanza mimi mwenyewe. Unajikubali mwenyewe. Mimi mkali yani sana. Unataka kuniamanishia kuwa hakuna msanii mwingine wa R&B ambaye anakuingilia wewe Bruno Kinyama? Siamini kabisa. Kwa nini unajiamini kwanza? Kwa kazi mimi nazozifanya ni kazi kubwa sana. Kazi kubwa kabisa. Ndio kwa maana najiamini. Naam, tukitoka sasa hapa tunajielekeza katika Jamhuri wa Muungano wa Tanzania. Ni msanii yupi ambaye unakubali kazi zake pale Tanzania? Vanilla. Yani Vanilla unapenda sana style zake. Napenda kazi zake. Naam. Okay, katika kuimba kwako na ndoto za maisha yako ya muziki unategemea uje kuwa kama nani? Mimi kama Asake. Kama Asake. Yani hapa kabisa tunakuita Asake wa Fizi, Asake wa Baraka. Mimi ni Brino tu hapa. Brino hapa. Sitaki kulinganishwa jina. Hutaki kulinganisha jina. Naam, okay, ndugu mpenzi mtazamaji wetu, nadhani kabisa uko na sisi kwenye kipindi chetu. Bruno Kinyama niko naye hapa, msanii machachari sana. Leo tumepata bahati kabisa ya kumwalika na hakakubali. Wanakuambia siku zote itika wito kataa neno, lakini Bruno Kinyama hajakataa wito wetu na hajakataa neno letu. Hivi Bruno Kinyama, huko kwenye mahusiano? Mimi? Naam. Huko kwenye mahusiano? Na ni kipi ambacho ukimuomba mpenzi wako anakupa kwa urahisi? Mimi? Naam. Ni vingi tu. Vingi tu. Kama vile kitu gani hapo? Niambia nikisi kabisa, yani faster sana. Yani kiss? Anakukisi kwa urahisi sana. Faster sana. Asante sana. Na pengine ungekuwa na neno la kuachia kwa mashabiki zako ili tufike tamati kwenye kipindi chetu? Mimi sina mengi sana kwa mashabiki zangu sababu mimi bila wao siwezi. Na wategemee kama vinavyokuja ni vizito kuliko vyenyewe vimebaki huko nyuma. Nategemea kama kazi itakuwa ni nzuri na wanaonipa moyo waendelee kunipa moyo. Samahani, turudi nyuma kidogo. Na ni msanii yupi wa rapa ambaye unamkubali kazi yake na unatamani kufanya naye kazi wa hapa nyumbani? Mimi hapa nyumbani sijatamani kufanya kazi na msanii, lakini kuna wasanii mimi nawakubali. Naam, kama vile msanii yupi? Jeda John mimi namkubali. Jeda John unamkubali sana. Jeda John umekubaliwa naye Bruno Kinyama. Mimi ni Alexander Jimel jina langu. Kilichokuwa na mwanzo ni lazima kiwe na mwisho wake. Matangazo ya biashara, matangazo ya michezo pia na siasa unavipata kupitia Sauti Yangu TV. Makala yako ni Sauti ya Msanii. Nilikuwa naye Bruno Kinyama na nadhani kabisa umekwenda kupata vingi kutoka kwake. Endelea tu kusubscribe kwenye channel yetu, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Asante. Na nasema karibu tena sana. Asante na sana. Siku nyingine tena tutakualika hapa. Tunatakiwa uwe machachari kama ulivyojionyesha kwa siku ya leo. Asante sana.